na wewe katika safari yangu, nitatembea na wewe katika safari yangu, nitatembea na wewe. Hapa sikutaka ili niimiwe, nani kukute mashaka sawa sawa na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, narini kutema shaka sawa sawa na wewe. Ni moja na wewe, pamoja na wewe, yerini tema shaka sawa sawa na wewe, yerini mashaka sawa sawa na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, milangoni mbinguni niingie na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, milangoni wa mbinguni niingie na wewe. Moja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni kwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni wa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, milangoni kwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja wa mbinguni niingie na wewe, katika safari yangu nitembea na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Asante msikilizaji, hakika katika safari hii tatembea na wewe. Nasikia kumshukuru Mungu kwa sababu ni asubuhi njema ambao Bwana ameifanya. Nasikia tukufurahi sana kwa sababu ya Bwana kunipa nafasi nyingine tena tukapata kushiriki neno la Mungu. Kwako ni mchungaji James Mutisia from Ark Covenant Praise Chapel pale sehemu za Nairobi. Nimefika huku studio tukapata kushiriki neno pamoja kwa hii Hekima FM, haya madhabahu, na najua tutabarikiwa pamoja. Na kusalimu wewe msikilizaji katika jina la Yesu. Nami niko salama, natumaini pia uko salama, na najua umejiandaa
pamoja na Biblia yako na umekaa pahala pazuri, ama uko pahala pasawa, wewe unayetembea na ndege, wewe unayetembea na meli, ama uko pale kwa mashua unaendelea kuvua samaki pale, ama unasafiri kuelekea ng'ambo ile nyingine ya Lamu, nasikia tu kumshukuru Mungu. Ama unavuka chombo pale Mombasa, ukielekea sehemu za Kwale pale Likoni, nasikia kumshukuru Mungu. Ama uko pale Tana, ule mto Tana pale, hapa nasikia tu kumshukuru Mungu kwa sababu yako wewe. Maybe uko hapo kwa duka lako, maybe unasafiri kwa usafiri wa kutumia gari, nasikia kumshukuru Mungu kwa sababu yako kufungulia hii channel ya Hekima FM. Naye Baba wa mbinguni atatubariki. Nyinyi mlioko kwa kule milimani Taita, nasikia kumshukuru Mungu. Hapa Madogo, nasikia kumshukuru Mungu kwa sababu yako. Naye Baba wa mbinguni atatubariki sisi sote. Wewe unayelisha, wewe ulia hapo, umeamka, umekaa hapo, unaendelea kutafakari ni yapi ya siku ya leo, nasikia kumshukuru Mungu kwa sababu yako. Nimekuja na salamu teletele kutoka kwa kanisa la Ark Covenant Praise Chapel. Wameniambia ni wasalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Natumaini mmezipokea hizo salamu kwa Yesu Kristo. Na ningetaka tu tuende moja kwa moja kwa neno la Mungu ambalo Bwana amenipa asubuhi ya leo kuhusiana na neno la maombi. Last time tulipata kuona jinsi mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Yona, aliyemezwa na samaki, akawa ndani ya samaki na akaanza kuomba akiwa ndani ya samaki kule mbali sana, hata sijui niseme nini, lakini alikuwa mbali sana, alikuwa anaomba Mungu. Naye Mungu akamtendea muujiza, akapata kuchukua samaki, na samaki likambeba kama chombo pale baharini, na Bwana akamsikiza na akamsamehe Yona, na Yona akapata kuendelea na ministry ambao Mungu alikuwa amempatia ya kupeleka neno la Mungu Ninawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nimekuja kwako tukapata kusoma pamoja. Kitabu ni cha Luka 18, Luka 18 mstari wa kwanza pale. Najua wewe napo Bwana alipokuwa ananiandalia ili neno kwa ajili ya wewe msikilizaji, najua kuko na watu ambao ni wanaitwa makafiri, kuna watu ambao wanaitwa ni watoto ambao hawana haki, ambao ni watoto wa Mungu. Wewe unajihesabu kuwa hauna haki, ama wewe ni mtoto umezaliwa nje ya ndoa, ama wewe umepata kuwa na watoto ambao wako nje ya ndoa. Nataka tu nikwambia kwamba asubuhi ya leo Bwana amenituma kwako. Wewe unajiona hauna haki kwa hiyo kampuni, umedhulumika, watu hawakutambui, hauna haki yoyote. Nimekuja kwako kukwambia kwamba maombi ya asubuhi ya leo, najua Bwana atakugeuza nia zako tena na atazifanya kuwa upya katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nami nitasoma neno la Mungu kutoka hicho kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, naomba tukasome pamoja. Akawaambia mfano ya kwamba imempasa kumwomba Mungu siku zote. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Yampasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Ningetaka kuangalia mambo machache pale ambao ni jukumu letu la kumwomba Mungu. Unaweza underline kama hiyo Biblia pia ni yako, unaweza underline ile neno linasema siku zote. Na pia pale mwisho nataka kuzungumzia tu mambo matatu ya kumwomba. Inatupasa, yani ni jukumu. Unaweza underline inatupasa, it is our duty. Alafu hapo tengine ni siku zote, every time, every moment ni saa za kuomba. Alafu unaweza underline the word tamaa. Unaweza wala msikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hapo mstari wa pili anazidi kuendelea
kulizungumza akisema hivi, akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala ajali watu, na katika mji huo palikuwa na mwanamke aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui zangu. Naye kwa muda alikata tamaa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu. Naye kwa muda alikata tamaa. Nani sasa? Huyo mfalme. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadhi dhalimu anasema ampatie yule mjane haki yake, asije akamchosha kwa kumjia kila wakati daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni kadhi, alikata tamaa. Nami nimekuja kwako hapa, anasema kwamba huyu mtu ambaye alikuwa ajali watu, huyu kadhi alikuwa ajali mtu. Ukienda mahakamani kuko na kadhi, kuko na hakimu, naye tuko na hakimu wetu mkuu ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikataka tukapate kuomba kwa sababu ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kutukuza na kuheshimu Bwana, kwa sababu umeliheshimisha neno lako asubuhi ya leo na ukaliadhimisha kwa ajili ya mioyo yetu. Baba, tukapate kulipokea. Baba, najua umeandaa kila mmoja msikilizaji kupokea kutoka kwako, na Roho wako Mtakatifu na muomba Bwana uishie mfalme, ukapate kutuchukulia jinsi tulivyo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na tukapate kusema amina. Amen, 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 amen. Ningetaka tukapate kusikiza tu kidogo, naye Baba wa mbinguni atatubariki. Amen. Naomba tu nipate maji kidogo. Asante sana. Nilikuwa nahisi kiu. Asante sana. Nataka kusemaje? Nataka kusema huyu kadhi alikuwa kidogo kwa sababu ya mtambo. Pole kidogo kwa sababu ya itilafu ya mitambo. Najua ni shetani anajaribu kupinga yale Bwana ambayo amekusudia kutenda asubuhi ya leo. Thank you, Jesus. This word is so powerful. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua uko pale, umekata tamaa. Unaona wewe sio mwenye haki. Wewe ni hakimu mahali ulipo. Wewe ndiye kadhi hapo mahali ulipo, katika mahakama yetu hapa katika Kenya na ulimwengu kote. Najua kuko na mahakama, hata tuko na International Criminal Courts ICC. Tuko na mahakimu pale. Nilikuwa naona wakati mwingine 2007 kesi zetu zilikuwa zimepelekwa kule ICC
kwa kunaitwa mmoja alikuwa anaitwa Catherine, ako kule, na Ocampo Murino ndiye alikuwa prosecutor kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo ndivyo tuko na wa prosecutor katika katika koti zetu hapa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kusema nini? Kila saa ni saa za maombi. Ujumbe huu kwa utafsiri wa kiroho unaweza kuusoma tu, lakini usipate kuupata kwa ufunuo wa kiroho. Ningetaka Bwana akakupee Roho wake Mtakatifu akakufunulie zaidi kutokana na ile situation ambao unaipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kuna watu wako milimani wakati na majira kama haya. Watu wengine wako misituni, wengine wako kwa mapango, wengine wako kesha, wanakesha usiku na mchana wakimuomba Mungu, lakini bado haki hawajapata. Biblia inaniambia kwamba kila saa ni saa za maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kila microsecond ni saa za maombi. Na utajua ni saa za maombi wakati wengine wanasafiri, wanaona chombo kama wanafunzi walipokuwa wako na Yesu wanasafiri pale katika bahari ya Galilaya, pale wamelala kwa chombo. Haleluya. Na chombo kikaanza kusukumwa na dhoruba. Dhoruba zikakuwa kali mpaka wanafunzi wakamlilia Yesu. Sasa wakaona hapa kimeumana, wakamuita Yesu, wakamwambia Yesu, tunaangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu akainua mkono na akakemea yale mawimbi, na mawimbi yakatulia ya bahari. Katika kitabu cha Marko akasema, quiet, be still, and it was completely calm. Bwana Yesu asifiwe sana. Mawimbi yakakoma, akayakemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi hawakujua Yesu kama yuko. Na katika haya maisha tunaoishi, kuna watu wanatembea hawajui kwamba Yesu mwana wa Mungu ako. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo inakupasa ujue, it is awakening call to you whom you don't know whether Jesus is there. Bwana Yesu asifiwe. Kila saa ni saa za maombi. Tuko katika madhabahu ya Hekima FM. Aya madhabahu kwa njia ingine ni kama court of jurisdiction, yani mahala ambapo utakwea kupanda na kuingia, na hapo ndipo kesi yako itapata kuamuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui mpendwa msikilizaji, kesi yako ni ya namna gani? Kila mtu ako na kesi ya kinamna ya kivyake. Ukienda kotini utapata watu wameshtakiwa na makosa mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mshtaki wetu ni Shetani, yeye ambaye ako kila wakati, kila lisaa anatembea huku na huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni mshtaki wetu. Ninamuona anamshtaki Ayubu, mtu wa Mungu, katika kitabu cha Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Akawa anamwambia Mungu mwenyewe, anaringa, ambaye ni hakimu mkuu, na Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu anaringa na Ayubu? Shetani anaona Mungu anaringa na Ayubu. Na Ayubu pale Mungu alikuwa amemwekea ukuta ama ua asiguswe. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu amekuwekea ukuta usiguswe, lakini Shetani anakupambania, anakushtaki usiku na mchana. Haleluya. Hapo unapoongea uongo, anaingia katika chambers. Pale tunakuanga na chemba mbili. Natumaini kama wewe umekuwa unaangalia TV, kuko na kipindi cha mahakama pale. Tunamuona Makoa, tunamuona Nyakakota ako pale na Masai. Tunamuona pale, tuko na mwingine prosecutor ako pale katika hicho kipindi. Upande wa mashtaka uko na mshtakiwa ako. Kila mtu amesimama kwa kizimba chake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pale ndipo uhai uko. Pale ndipo maamuzi yanapofanywa, hakimu akiwa amekalia kiti chake cha kuamua kesi.
naye Baba yetu akiwa juu mbinguni amekalia kiti chake, hajawahi toka pale. Amekikalia hicho kiti cha kifalme, hicho kiti cha hukumu, hicho kiti cha utukufu, hicho kiti cha heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati tunapoingia katika lile lango, tunaheshimu koti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui mtu wa Mungu kama unanipata. Wimbo umesema kwamba tutaingia kwa hilo lango tukiwa na sifa moyoni. Je, wewe unapoingia katika hilo lango la kutoa hukumu, wewe unaingia ukiwa na sifa moyoni, ama unaingia wewe kwa sababu unajua wewe ni suspect? Pale unaomba tu ni Mungu wako tu akusaidie. Haleluya. Na ndio tuko na maloya, tuko na advocate. Wanapoingia pale wanakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe mtu wa Mungu, wewe prosecutor wako ni nani? Who is your prosecutor? As you enter to the corridors of the courts of jurisdiction, wakati unapoingia pale, wewe wakati unapoingia pale kwa maombi, maombi yako uliandikisha vizuri, statement yako iko very clear, ama iko na dosari? Zingine zinapoandikwa, nimekuwa natembelea police station, hata kwa makili nimetembelea, wengine wanaenda wanaandika maneno ya uongo. Pia advocate na maloya wanachukua, wananukuu mambo ya uongo, na watu wengine wako korokoroni kwa sababu wamesingiziwa na kesi imeamuliwa na hakimu kwa sababu iliwasilishwa vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda wakili moja anaitwa Nzako. Nimewahi kaa na Nzako, akaniambia kwamba lazima uqualify. Wakati anapochukua kesi yako lazima uqualify. Na pale lazima uqualify kwa namna gani? Lazima paperwork ama makaratasi yako iwe 50%. Iwe 50%. Naye wakati anapoongezea utaalamu wake ni 25%. Yani ukute hiyo kesi imepita 75%. Haleluya. Na ikifika 75%, wakati wa kuiwasilisha anajua sasa katika argument sasa imebakia only 25%. Yeye ako 75% akijua kwamba hiyo kesi lazima ishinde, lazima iende through. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Msikilizaji mpendwa, kwa hiyo kesi ulio nayo, hayo maombi ulio nayo, yako 1% ngapi wakati unapoenda katika kuamuliwa kwa hakimu? Itaamuliwa namna gani? Na ndio unaona majibu mengi hayajibiwi kwa kesi, na watu wengi wako bado korokoroni. Watu wengi wako bado korokoroni, wamefungwa kwa sababu kesi wanazowasilisha kotini hazijafikia kiwango cha kuamuliwa, na zingine zinatupwa kwa sababu zimekosa ushahidi. Je, kesi yako iko na ushahidi? Hapa tunamuona mwanamke ameishi akisumbua kadhi kwa kumpelekea malalamishi yake, akapate haki na maadui wake. Wewe najua uko na maadui msikilizaji, na kila saa kila wakati unalia. Haleluya. Ukapate haki yako. Wengi wamekata tamaa. Haleluya. Wengi wamekwisha kuishiwa na nguvu za kwenda kotini kwa sababu kesi inaahirishwa, na wanaenda kule wakijisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kwako nikwambie usikate tamaa. Kila saa ni saa za maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Usikate tamaa.
na inakupasa, it is your duty. You are assigned by God every time, every moment, to go before that court of jurisdiction and you present your case in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huyu ni hakimu ambaye alikuwa amtambui Mungu. Je, itakuwaje wakati kesi yako umeiwasilisha kwa hakimu ambaye anakujua? Haleluya. Ambaye anakutambua kwa sababu wewe ni mwanae. Je, kesi yako itaenda namna gani? Itabidi akupendelee. Je, ukikata tamaa itakuwaje? Itabidi uendelee kuhangaika. Kwa hivyo nimekuja nikutie moyo asubuhi ya leo, nikwambia kwamba unastahili ukamwombe Mungu pasipo kukata tamaa. Kila microsecond ni kumuita Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa uko pale kwa kitanda cha maombolezo, kitanda cha magonjwa, unatembea kwa maombolezo, unatembea kwa kulia, unatembea kwa kujutia. Bwana bado anakusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. It is not over until it is over. Lazima ukajibidiishe. Ni jukumu lako ujibidiishe. Ondoa uzembe, jibidiishe, uingie katika hiyo court, mahakama yako ikatoe uamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huyu ni mwanamke, alimchosha kadhi na kadhi akampe haki yake na maadui wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Je, wewe mpendo umelala pale hospitali, umemwaminia Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ambaye ndiye hakimu wetu mkuu? Haleluya. 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 Wakati unapoachilia moyo wako, haleluya, hata kama umeandikiwa ugonjwa hauna tiba, ama hiyo operation it is the last, haleluya, hakuna operation nyingine, ama hiyo operation umefanywa imekuangaisha, unaona mauti, ama umekaa kwa hiyo hospitali miaka twende turudi, there is a way out, to call upon the Lord. Haleluya. Haleluya. Naye Bwana atakuponya. Ni mapenzi yake akuponye. Kwa hiyo mashua ni mapenzi ya Bwana akakutendee. Kwa hiyo ndege ni mapenzi ya Bwana akakutendee, akakupee haki yako. Haleluya. Haleluya. Wewe kama ujui uko na haki, haki yako ni gani? Tambua haki yako kwa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Huyu mstaki, Yesu mwenyewe alishabikia maovu yetu. Naomba tukasome kitabu cha Wakolosai, Colossians chapter 2 verse 14 and 15. Naomba tufungue pamoja nami kitabu cha Wakolosai, Colossians. Sikie venye hapo Yesu alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakolosai 2:14 na 15. Biblia inasema hivi: having wiped out the handwritings of requirements that was against us, has taken it out of the way. I repeat, verse 14, 2 Colossians verse 14 and 15. Having wiped out the handwritings of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed the principalities and the powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Watu wa Mungu, huu ni Yesu ambaye alikuwa anajua katiba inasemaje.
ndio ukuwe hakimu, lazima ujue the constitution, the layout, the orders, the rights, section and subsections za constitution zinasemaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Huu ni Yesu ambaye baada ya kujua katiba yetu ni gani? Katiba yetu ni Biblia. Yesu baada ya kujua yale ambayo yameandikwa hii katiba, Yesu akayashabikia pale msalabani maandishi yote, vyeti vyote ambavyo vilikuwa vimeandikishwa kinyume na sisi. Baada ya kuvichambua, baada ya kuvisoma, haleluya, na kujua kwamba sisi tumeshtakiwa kwa makosa ambayo sio ya kwetu, shetani ambaye ni mshtaki wetu, ambaye amekujaribu, ambaye ameandikisha taarifa zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wengine wako kuzimu, picha yako imepelekwa kuzimu, mchanga umepelekwa kuzimu, nyota yako zimepelekwa kuzimu. Haleluya, watu wa Mungu, kwa kushtaki wewe. Watoto wako wamepelekwa kuzimu. Haleluya. Fedha na dhahabu, pesa zako zimepelekwa kuzimu. Umeshtakiwa. Masomo yako yamepelekwa kuzimu. Sio kwamba ujui, si kwamba una, but it is because you have not yet gained the knowledge to know that you have your rights. You have your rights. You have your rights. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you know you are right in Christ Jesus? Na utajuaje kama haujajua neno la Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Lazima tukapate kujua haki zetu. Na haki yetu tutaipata kwa kujua neno la Mungu. Tunapotea kwa kukosa ufahamu. Tunapotea kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu wako korokoroni ni kwa sababu hawajajua haki zao. Wengine ni wagonjwa, wako kwa manyumba, hawajajua haki yao. Wengine wako mahospitali, hawajajua haki zao. Wengine wamefutwa kazi, hawajajua haki zao. Wengine wamekwisha kuondoka katika ulimwengu huu kwa sababu hawajajua haki zao. Wamekwisha kuondoka. My God and my Father. Wengine wamesoma lakini hawajajua haki zao. Though umesoma. Wengine wamesoma Biblia hii lakini hawajui haki zao. Wengine wameokoka lakini bado hawajui haki zao. Haleluya. Ndio ukapate kuingia kwa mahakama. Ninaonanga, wacha nivite, wazee wa Kongo wako na nywele nyeupe, wamebebana na mafaili. Hata mabega inainama upande moja kwa sababu wanaingia pale kwa ile mahakama kwa sababu wanajua haki zao. Na wakiingia pale wanajua kusema na njia ya heshima, my Lord, according to section fulani, subsection fulani, inasema hivi, tuko na uhuru wa kuongea. Haleluya. Hiyo ni katiba ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia kama sehemu za Uarabuni, unapata mwanamke kutembea bila buabui, ama mzee kwenda msikitini bila kanzu, ni hatia. Haleluya. 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 Ama kupatikana ukitongoza mwanamke wa Kiislamu, ni hatia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kwingine ukiiba unakatwa mkono kama kule Russia. Katiba unaanza kukatwa viungo. Ukiiba tena unakatwa mkono. Pia hukumu kuna ingine unazikwa ukiwa mzima na unabakishwa kichwa. Na ni kule jangwani, na siafu zinaachiliwa ama mke zinaachiliwa. Sikupe adabu, wanakuacha huko kufange polepole.
hapa kwetu Kenya. Wengine wanapelekwa huko Manyani prisons, huko Savo kwa wanyama, msitu wa wanyama huko, mahali hauwezi toroka, very difficult. Wengine wamewekwa chini ya maji, unabakishwa kichwa, kuko na giza all the day and the night. Wewe uko ndani ya handaki, mahali maji yako, wewe unalala ndani ya maji. Oh my God and my Father, umebakishwa tu kichwa. Hiyo ndio adabu umepewa. Bwana Yesu asifiwe. A tooth for a tooth. Wengine wameachiliwa kunyongwa, wewe unahukumiwa hukumu ya kunyongwa, na unanyongwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui katika ulimwengu wa kiroho wewe hukumu yako ni ya namna gani ambao unaotembea nayo, na hujawahi jua kama unatembea na hiyo hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Na hujajua haki yako bado, na unatembea na hiyo hukumu. Naweza tembea katika umaskini, naweza tembea katika uwete wa kiroho. Hata ishara na maajabu kwako pia ni miujiza kivingine, kwa sababu haujakuwa katika hicho kitengo cha kujua haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na utajuaje? Utajua baada ya kuchukua hatua ya kusoma hiki kitabu kinaitwa Biblia. Ndio utajua haki yako, kama mlokole, kama mtu ambaye aliitwa na Mungu, kama mtu ambaye anajua haki zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno Yesu alilishabikia pale msalabani. Maovu yetu yote, hiyo hukumu yetu yote, ameishabikia pale msalabani kwa aibu yote. Paulo ndiye anasema katika kitabu cha Wakolosai 2:14. Yale maandishi wengine wanatembea kama mtu wa Mungu alikuwa anaitwa Kaini, alikuwa amewekwa alama. Yesu akasulubishwa pale msalabani kwa ile alama. Hata kila pahala popote unapoenda unaitwa kahaba, ishaandikwa hilo jina. Yesu akaandika, akakuwa cheti miliki cha hiyo handwriting ya wizi. Ukionekana wewe ni mwizi, ukionekana ile familia tu inaitwa ni ya umaskini, wewe pale ndio pako na msururu wa ngome za mauti. Imejiandika katika ulimwengu wa kiroho. Naomba Mungu akakufungue macho na ukaone katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuko na laana inaotembea lakini hauioni, kwa sababu haujaitambua hiyo laana. Dig deep in the spirit. May the Lord open your eyes and see. Yesu ameishabikia pale msalabani. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. With his power as a mighty judge, Yesu akavua enzi na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kwako nikwambie, Yesu amekwisha kuvua enzi na mamlaka na kila maandishi na aina ya kila majina unayoitanishwa nayo. Tambua asubuhi ya leo na usonge kwa hiyo mahakama, udai haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Praise be to Jesus. Ni jambo liko na uchungu. One day, one morning, nikawa natembea saa 9 usiku, tukielekea mwendo wa saa 10, ikielekea kazi. Range Rover ikasimama na ikanibeba. Pale ndani nikawa nasikia huyo mtu ameweka nyimbo za Mungu. Sitamsahau. Na hiyo gari, huyo mtu
hiyo masaa ndiye anaelekea kulala, ametoka kazi. Nikawa najiuliza mtu ametoka wapi masaa kama hii? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua msikilizaji uko na ndoto kubwa. Najua uko na ndoto za kuendesha V8. There is no problem. Uko na ndoto za kupata shamba. There is no problem. Uko na ndoto kubwa za kuwa rais wa taifa la Kenya. Najua uko na ndoto kubwa la kuwa mbunge ama governor. Bwana Yesu asifiwe. Najua uko na ndoto kubwa za kuwa mhubiri mkubwa. There is no problem. But ushajua haki yako. Uko na ndoto kubwa ya kuwa na mifugo wengi tu sana. Najua uko na ndoto kubwa ya kuwa rubani, lakini umejua haki yako. Uko na ndoto kubwa ya kuwa profesa. Je, umejua haki yako? Haleluya. 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 Ni vyema ujue kwamba inatupasa tumuombe Mungu kila wakati na tusikate tamaa. The reason is atuja pata ufahamu. Haleluya. Haleluya. As the eagle stareth, kuko na kijiti kiwakacho moto, kama vile unavyokoroga ugali. But there is a road, and this road we have to use it. Bwana Yesu asifiwe sana. The book of Isaiah 2 verse 11 verse 2. Hallelujah. Wacha tu nisome Isaiah 11 mstari wa 2. Biblia inasema hivi. Isaiah 11 mstari wa 2. And I read. There shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and the mighty, the Spirit of knowledge and of fear of the Lord. Hallelujah. His delight is in the fear of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. My concern is about the rod. There shall come forth a rod from the stem of Jesse. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible, it is the rod. Hallelujah. And as you gain the understanding of the rod, this rod, it has to be stirred up to get the understanding of what is inside the Bible. Hallelujah. Hii ndio katiba yetu. Hallelujah. The Bible in the book of the same Isaiah says 8:18. Sisi na watoto wetu ni wa ishara na maajabu. Mpaka leo hujawahi ona ishara, hujawahi ona maajabu. Hiyo ni penalty. Tembea na hiyo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Deuteronomy 28 verse 1. Takapokubali na kutii tutakula mema ya nchi. Kwa nini hujawahi kula mema ya nchi? Because you have not aligned yourself with obedience. When you're rebellious every time now and the moment, how shall you eat? Hata ukikula ushibi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kwamba we ought to be fruitful. Na wewe uko unfruitful. You are cursed because you have not understood. You don't have the knowledge. The road, you have to get that knowledge. Lazima ukapate huo ufahamu wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Wacha nikupe mfano mmoja. Unaweza kataa kulala kwa sababu ya fuliza ya 1000 ama 500 ama ngiri 3. Hata wengine washatupa laini zao, wameenda wameregister laini mpya na Safaricom. Ama umeachana mambo ya Safaricom, umeingia kwa laini ya Airtel kwa sababu tu ya fuliza. Fuliza tu. Fuliza.
fuliza ya 3,000 ama fuliza ya 5,000, aulali, my brother, my sister in Christ Jesus. You can't sleep. Hauwezi ukalala. Yani umedaiwa 50 ama 100, hauwezi ukalala. Na kuna mtu ako pale amekopa milioni 100,000. 100 million amekopa. Je, na pale baharini container zinakuja na meli, ameshalipia container ziletwe, ni mali analeta auze ndiye apate faida, aridimu hiyo loan ya milioni 100,000. Over a sudden huyo mtu, unasikia pale Pirates of Caribbean ama Al-Shababu pale Somali wamehijack ile meli. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwatch TV tu pale anaona wewe, na wewe uko na simu yako pale tu unababaishwa na fuliza ya 3,000. Naye kuna mwingine ako na milioni 100,000 na mapirates wako pale kwa bahari wamechukua meli. Maombi yenu yatakuwa sawa wakati mtaingia katika kizimba ama katika mahakama. Maombi ya mtu amekopa 100,000, meli ya mzigo ambao alikuwa anausubiri imehaijakiwa. Maombi yako itakuwa sawa. Wewe uko na 3,000 tu, unashindwa kulala. Hata kumwomba Mungu unashindwa. Na huyu wa milioni 100,000 naye atamuomba Mungu namna gani? Haleluya. Hebu jipe hilo wazo la siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lazima tukisongelea hicho kiti cha enzi cha Mungu cha hiyo mahakama, we being confident, we being bold enough for jurisdiction ya kesi zetu, kwa sababu 100 juu ya 100 lazima tushinde. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko pale kanisani, najua wengine wanaelekea kanisani. Pale mahakamani unapoelekea kanisani, haujabeba sadaka, haujabeba fungu zako za 10, ama umebeba tu fungu zako za 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale kwa hiyo mahakama hakuna ongo. Tulipokuwa tunasoma na mchungaji Mungai pale asubuhi katika Zaburi ya 139, Daudi anasema yeye Bwana amemchunguza na anamjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jua kwamba Bwana amekuchunguza na anakujua. Anajua mienendo yako, anajua kuongea kwako, anajua chenye unawaza, but haufanyi kulingana na venye ulivyo. The standards of the Lord standard is sure. Paulo anasema hivyo. And those who mention the name of the Lord shall depart from iniquity. Why? The reason, we don't have this constitution. Ndio maana tunapotea. Ndio maana tuko kwa hiyo mahakama ya kuangaishwa na magonjwa, ya kuangaishwa na madeni, ya kuangaishwa na umaskini, ya kuangaishwa na maisha. Yesu ndiye maisha. Yeye ndiye kweli. Wewe unatembea na uongo. Hauwezi zungumza ukweli hata siku hata moja. Je, maombi yako yatapata haki? Najua wewe sio mtu wa haki, au stahili haki hata kidogo. Lakini huyu mtu ambaye alikuwa ni mwanamke, haleluya, na kadhi, walikuwa ni watu hawana, na kama ulimwengu ambao haumjui Mungu, hakimu amjui Mungu, je, itakuwaje kwa yule Mungu ambaye anayekujua wewe ukimwendea? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Nimekuja kwako nikwambia kwamba usife moyo. Usife moyo. Usife moyo. Usife moyo. Jitahidi ukajua kwamba
katiba hii inasemaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa Mungu anaendelea kuniandaa, nikapata kujua kwa utafiti ya kwamba kuna rais wa Amerika anasoma hii Biblia mara 2 kwa mwaka. 2 times a year ashamalizana na Biblia. Lakini wewe uko na novels unamaliza. Kama ni movie series unamaliza. Hata ukiulizwa mambo ya mpira unajua, hata mpira, sheria za mpira unazijua. Na unawatch TV, hata unaangalia wachezaji wa kutoka ng'ambo, hata unawajua kwa majina. Lakini Biblia hauna haja nayo. You don't have time with your God. Let us be serious with our Maker. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Na kurudisha, wakati we unapotembea kwa hii magari iko na kelele mingi zaidi. Bu, 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 bu. Hata kuchukua simu ni shida. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kuongea ni shida. Gari imejazwa muziki. Pangala pungulu, pangala pungulu, pangala pungulu. Hata ukifika kichwa kinakuuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu ambaye anaendesha V8 ama Range Rover, ile muziki imewekwa hapo ni ya kumuita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu hao watu wanapitia mambo mazito na maombi yao hao ni kitu kingine ila tu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wewe mahali hapo ulipo, hata unga kilo 1 less than 100 bob hauna, and you are still sitting there idle. Huwezi ingia kwa madhabahu na kumuomba Mungu afungue hiyo milango. Uko hapo tu, kichwa kinakuuma. Kichwa tu. But huwezi jiombea na hiyo kichwa ikatoka. Kichwa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. At midnight, Paul and Silas prayed. Worship the Lord. Wakatune kumwimbia Bwana na milango ya gereza ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kama uko na hii antidote ya Yesu Kristo, utakuwa na sensa. Nguo unazovaa, kivuli chako, hata mate, hata maneno ni uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Situjue nyakati na majira za kuomba. Nyakati za majira ya kuomba hakuna. Kila saa, kila wakati ni saa za kuomba, na usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Musa akawaambia wana wa Israeli, wakati mtakapokuwa mnamtumikia Mungu. Haleluya. Wacha nisome hapo tu mahali katika kitabu cha Kutoka. Kutoka hapo ishirini na 23 mstari wa 25, 23 verse 25. Kutoka. Exodus. Listen very well. So you shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and water, and I'll take sicknesses away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Hallelujah. I'll send my fear before you. I will cause confusion among the people to whom you come. And I will make all your enemies turn their back to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Musa. Why are your enemies? Huyu mwanamke alikuwa anasumbuliwa na maadui wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wewe uko na maadui wanakusumbua. Haleluya.
Dawa ni nini? Sio kuattack. The only medicine, it is not the constitution. When you enter into the course of jurisdiction of our God, our Maker, our Chief Justice, our Chief Judge. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hapa tu unatakiwa tu kumtumikia Mungu. Wewe unatumikia nini? Vinyago. Unaabudu nini? Miungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuja, ingia katika hii mahakama ya Mungu aliye hai. Mtumikie. Na maadui wako, Bwana, he will turn their back to you. Wote watakuja mbele zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Watanywea, watatii kwa kumtumikia Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataponya chakula unachokula. Ataponya maji unayoyanywa. Kuna watu wanakunywa maji hawaponi, mpaka wanaenda hospitali wanawekewa drip. Na ambao una maji kwa mwili. Magonjwa imekulemea. The reason you don't serve the God. Hauna nia hata ya kumtumikia Mungu. Magonjwa kwa nini sikuandame? Hata ukiekelewa mkono, hata haiwezi toka mpaka umtumikie Mungu. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeavia mimba. The reason is umerogwa, umefanyiwa. No, ni kwa sababu umtumikii Mungu. Jipeane umtumikie Mungu. Haleluya. Ingia kwa hayo madhabahu, hata uwekewe mafuta mtungi mzima, hakuna kitu kitatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka ukajitoe ukamtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninapomalizia nasema hivi, tumuombe Mungu kila wakati. Luka 18 mstari wa 1. We ought to pray God always. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Bwana akapate kuwa pamoja nawe, na ukapate kuona haya mambo yakitendeka wakati unaomba. Naomba tu usikate tamaa. Jitume kuwa na duty ya kujua katiba ya Biblia inasemaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niombe na wewe msikilizaji katika jina la Yesu. Haleluya. Wewe unasema hauna haki. Wewe ambaye umepotea njia. This morning, turn round of your life today. Brand new history kwa maisha yako. Naomba ukapate kupeana maisha yako kwa Yesu. Naomba niombe na wewe. Dada, we ndugu, we kijana, naomba niombe na wewe katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekosa dira. Naomba Mungu ufute majina yangu kwa kitabu cha mauti, na uandike jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Nimekuaminia kwa moyo wangu kwamba wewe ni Bwana na ni Mwokozi na ni hakimu mkuu. Kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Naomba tuombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu, naombea msikilizaji ambaye ameacha maisha yake kwa Yesu Kristo. Kwako Bwana ndiko kwenye raha, kwako ndiko kwenye uzima, kwako ndiko kwenye Baba utukufu, Baba na heshima zote ni za kwako. Baba, namuombea kwako huyo dada, huyo ndugu, huyo kijana katika jina la Yesu, na huyo mzee na huyo nyanya, Baba, ambao wameacha maisha yao kwako katika jina la Yesu Kristo. Baba, uliyevua enzi na mamlaka, naomba ukavue kila enzi na mamlaka na anga ambayo imekuwa ikiwatawala, na ukafute majina yao kwa kitabu cha hukumu, na ukawaandika kitabu cha uzima wa milele. Kwa Yesu Kristo, Baba, ninaomba Roho wako Mtakatifu akatembee na wao kuanzia sasa na milele. Amen, amen, amen. Basi msikilizaji, naomba kanisa ambao inahubiri neno la kweli hapo mahali ulipo, najua kuko na mahali kuna kanisa, nenda ukapate kujiunga na hiyo kanisa. Ningetaka tukapate kuomba pia kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake asubuhi ya leo. Akazidi kuendelea kutupatia neno kila saa, kila wakati.
ambao amesema ni saa za maombi. Naomba tukapate kuomba pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu, mwana wa Mungu ishie mfalme, najua watu wako kwa nguvu zako za urejesho, nia zao Baba umezirudisha kwako. Baba, wamesikia kutoka kwako, kila saa ni saa za maombi. Baba, inatupasa sisi tukapate kukuomba Baba, na haki tutaenda kuipata kwa sababu ya kushinda tukikuomba kila wakati. Mwana wa Mungu ishie mfalme, wengi hawana haki ya kusonga mbele zako, lakini Baba, with the power of your mighty Lord, you went to the cross with an anguish and a cry, triumphing, my Father, each and every power of the wickedness. Father, you dismantled it in Jesus' name. Baba, ukavua enzi na mamlaka kwa ajili ya kila mmoja, ndipo Bwana akapate kupata haki yake. Naomba watoto wako wakapate haki ya mzaliwa wa kwanza. Baba, cheti cha kumiliki wokovu, cheti cha kumiliki kila aina ya kila haki Baba ya ishara na maajabu. Magonjwa ukawaondolee, kila maandishi ambayo yameandikwa kwa vipaja vyao Baba ukawaondoshee kwa damu ya Yesu Kristo ambayo iliyomwaika pale msalabani. Baba, watu wako wakatembelee uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Na yeye Bwana, lolote wakuombalo waingiapo katika mahakama yako, wacha Bwana kuanzia leo wakashuhudie msaada wako na kufunguliwa kwao katika jina la Yesu. Baba, tumeomba na kuamini. Sema amen, amen, amen. From today receive that grace, hiyo neema ya kumuomba Mungu katika jina la Yesu. Na kuanzia leo naomba unaposoma Biblia hii katiba, wacha ukajue ukweli na ukweli ukakuweke huru, na ni kwa Yesu Kristo. Mungu awabariki. Nambari zangu za simu ni 0726 544 785, 0726 544 785. Ya Airtel ni 0731 227 220, 0731 227 220. Kwenu Mchungaji James Mutisia, Covenant Praise Chapel, na Mungu awabariki. Amen.